saa inakuja na saa ipo. Kuna time ina trigger, kuna muda ndani yako ambao unakuja, kinaamshwa kitu cha kumwabudu Mungu, ambacho saa ingine kinaweza kikaja kama vile ghafla, na saa ingine kikaja saa ile unapotoa sadaka. Kuna aina ya sadaka utakuwa unasikia ndani yako kutoa, ambayo wewe hujui ni kwa nini Mungu anakusukuma kutoa. Uwezi ukamwambia Mungu Jumapili kwa Jumapili kwamba hufananishwi, alafu Jumatatu ukiwa ofisini unasema Mungu yote inafanana. Haiwezekani. Ni kumshushia Mungu nidhamu na heshima. Unamheshimu kanisani, ofisini unamshusha hadhi yake. Unasema unajua miungu iko mingi, ni kama vile unamweka na Mungu wa kwetu sawa na miungu mingine. Haiwezekani. Ukishaweka namna hiyo humwabudu, kwa sababu ukimwabudu kimojawapo lazima kiseme hivi moyo wako, kwamba hufananishi kwenye maisha yangu, kwenye moyo wangu masaa 24 mchana na usiku, hufananishwi na kitu chochote, hufananishwi na Mungu yoyote. Unaweza ukaongeza kabisa kwamba iko miungu, lakini wewe ni Mungu wa miungu, hufananishwi na hiyo mingine, hiyo ni midogo. Wako wafalme, lakini utamwambia wewe ni mfalme wa wafalme. Haleluya. Wako watu wanaojiita mabwana, iko miungu inayojiita mabwana, lakini yeye ni Bwana wa mabwana, hafananishwi, hakuna mbadala. Kuna watu wana majina makubwa sana duniani, kasoro jina la kwake ni jina lipitalo kila jina. Karobo sandarabaka, halifananishi. Usifanye kosa la wana wa Israeli. Musa alipochelewa kwenye ile sura ya 32 ya kitabu cha Kutoka, wakamwambia Haruni, Musa alikokwenda hatujui alikopotelea, tutafutie Mungu mwingine, tutengenezee Mungu mwingine. Unajua kosa walilofanya? Wanafikiri wanaweza akafanya replacement, wanaweza wakatafuta mbadala wa Mungu na akafanana na yule Mungu aliyemwacha. Watu wengi sana wanafanyaga mchezo namna hii. Akiona ameombewa mara 2 mara 3 hajapata anachotaka, anaenda kutafuta Mungu mwingine. Anatafuta kuolewa huku kwetu, anakosa anayemtaka, anakosa subira, anaenda kutafuta kwingine. Wanasema